Yeah. Kunywa uji. Au na mimi nini? Yaani hata Amina alikuwa kama wewe. Alikuwa na matatizo mengi, lakini muone sasa hivi. Anavaa, anapendeza, ana simu nzuri, ana chumba kizuri na ana kila kitu ndani. Na anasomesha mtoto shule ya gharama. Amina msimama shoga yangu akone. Si unaniona shoga yangu? Naangalia vizuri. Sikuwa hivi mimi. Analipa kodi, anasomesha mtoto, ana maisha mazuri. Unataka kuwa kama Amina? Damu. Lakini kumbuka Marashi bado ni mume wangu. Kwa mume gani? Mume ambaye anakuletea mtoto ule ana maisha. Unamwangalia mwanaume ambaye ana maendeleo. Ona wenzako tunapopendeza. Utamani kuishi na mimi chumba kizuri. Na muonekano. Wewe utamani unaangalia mwanaume ana chochote. Yeye anachoweza ni kubeba tu taka na matoroli barabarani. Na alafu kitu ambacho kimeniuma kukuletea mtoto. Hivyo kulea mtoto wa kufikia wewe umri huo. Acha ushamba. Pambana mjini hapa. Si unaniona mwenzio? Nasomesha na mtoto wangu, napambana, nalipa kodi, kila kitu. Yaani dada yangu huyu hapa kanisaidia sana. Kwa hiyo sasa ninachotaka kukwambia, uwe mwanaume wako wewe, achana naye kabisa. Si ndio dada? Achana naye. Wewe kila ukikaa mume. Kwa mume yule? Kwa mume yupi kwanza? Acha hizo bwana, afu bado mzuri sana, anakuzeesha yule chizi. Nafu uendani naye. Sawa, mume ana upara. Wewe kutembea na mwenye vipara. Badilika. Amina. Damu. Sio kwamba sitamani. Ni kweli mimi mwenyewe hali imeshanichosha. Lakini bado naogopa mwenzio. Sawa, endelea na yule mwenye uwara zako. Ila ukitaka maisha mazuri, karibu huko. Kidogo ya kujipongeza kumkaribisha. Ila mimi na imani anakuelewa. Huyu mdogo. Unajua hajazoea mambo unaona na alafu sasa kutoka na wewe. Mbona chungu hivi? Mwanangu, cheki mbali mtoto mzuri kama wewe anakuwa chizi. Hasa hapo kakosa nini? Amekosea wapi? Huyo kashachukua mabwana za watu washampiga juu. Mabwana gani babu? Wewe mtoto kabisa kanona hiyo. Angalia mtoto alipomjika, shepu yenyewe imenona hiyo. Unaonaje? Hebu acha umalaya wako, wewe mtondoke bwana. Chanza umalaya. Majuto
majuto, ona najuta, yamenikuta mimi. Mimi wangu jamani, mwanangu. Mwanangu jamani. Uji, uko wapi mama? Ila langu. Uji. Mbele sioni, natapatapa, sababu yako wewe. Tisa nilikubeba, ila ya mateso yalinisonga. Ukweli sina budi kukutupa we. Moyo unauma, ukweli naumia. Dadangu, naomba uniambie ankoli yuko wapi? Kamemba, nikwambie mara ngapi? Si nishakwambia kwamba mtoto yuko kwa babake. Mimi mjinga, sina akili. Sio? Kila siku najiliza hapa. Ankoli simuoni. Naomba uniambie ankoli yuko wapi? Unataka nikujibu nini Kamemba? Unataka nikwambiaje? Hivi ulinifikiria hata kidogo? Unajua hali ambayo mimi napitia? Vaa viatu vyangu hata dakika 5 basi. Uone jinsi ninavyoumia. Naumia. Tena sana, sio kidogo. Naomba unisikilize. Tena naomba unisikilize kwa makini. Nikitoka hapa, naenda kukuitia polisi. Karibu Kamarashi. Asante. Karibu sana. Karibu kae. Asante dada. Samahani kwa kusumbua. Hamna shida. Sasa dangu mimi kwa naomba nisaidie kitu kimoja. Shida bana. Hapa naomba nisaidie kumshika mtoto. Kwa sababu kuna kikazi nimekipata, kwa maana sina kumwacha pale nyumbani. Ndio maana kama wewe ni mtu wangu wa muhimu, naomba unisaidie kulea kwa siku ya leo ili nikapata chochote kitu. Mamake yuko wapi? Mamake kikweli shemeji ni story ndefu. Hamna shida shemeji. Mimi nitakaa naye kwa sababu leo nipo, nitakaa naye sijali. Utafanya shughuli zako. Nenda kwa mama mdogo, patakaji. Eti. Kanaitwa nani? Anaitwa Salma. Toto maskini. Mimi ngoja nikuache bwana, niwahi. Hamna shida. Ila kama kuna chochote ambacho kitakachokuwa kinatokea, naomba usiache kuniuliza. Hamna shida. Mimi ngoja niondoke bwana. Haya. Niwahi sababu nitachelewa. Sawa, hamna shida. Basi salama. Hamna shida. Chochote ambacho kama kitokea tatizo unaweza katafuta. Unajua? Hamna shida, sijali. Haya. Basi. Mtoto mzuri. Eti samani kaka. Bila samani dada. Naomba nikuulize kitu. Hii picha hii ya mtoto. Hai picha bado. Sijui. Hai siwangeni sana sijui. Halafu
Mitaani kwenu hamna mwanamke yote ambaye ulikuwa unamjua na mimba kajifungua siku hizi za karibuni? Tani kwetu hapana. Hapana, sijui chochote. Sawa kaka, haina shida. Hamna shida. Asante kwa shikana wako. Asante. Shoga yangu huyo. Haya, naona unafagia fagia. Mambo. Kawaida yangu. Maana aya, nakwambia. Mie tena siishui mambo. Asante. Karibu nina. Najipya basi yale yale tu. Ai. Kwanza mzigo huo kwako. Mzigo wangu. Yaani nataka upendeze. Hapo kila kitu kiko sawa. Kesho nakufuata mapema. Tunatoka na kupeleka huko nikakuonyeshe mji uko vipi, sawa eh? Unaona mambo ndo haya. Niangalie vizuri. Angalia mtoto. Kwa hiyo jiongeze shoga yangu. Kai. Ndio hivyo shoga yangu. Mambo mazuri. Naona sasa hivi mshaamua kuniingiza kwenye kifungo. Lazima, kwa sababu mimi nimepambana shoga yangu, nimeteseka mimi unavyoniona. Nishamfumania mwanaume wangu. Yaani nishakutana na mabalaa chungu mzima. Sitaki hata kusikia mtu mwanaume. Sitaki. Umeona? Kwa ndio maana nimeamua nihangaike na maisha yangu huko. Hasa nakushangaa kwa yule mwanaume gani yule asiyejua kuoga katakata? Mwanaume mfupi sio kama kitu gani hivi na wewe? Amekushawishi na nini? Maana sio kwa hela hana. Hakuna chochote unahangaika na yule mwanaume. Pole ile una huruma. Hata hivyo sasa hivi najuta sana. Unajua najutia? Yaani kipindi kile natoka chuo sijui ndio hiyo mihemko. Kuja kulipenda li mwanaume na kiwala chake sijui kapaka maji ya chumvi sijui ndio kaogea sijui ndio kafanya nini. Yaani ila sasa hivi mama. Sasa mimi sina mengi. Nataka niondoke zangu na sehemu naenda. Mbona nikupitishie mzigo size yako hiyo, una baya. Mimi ngoja niondoke mmeo asinikute. Takita nikute mwenzangu. Bye. Unasikia? Hizo wanalala watoto. Karibu. Nakuja. Karibu. Karibu pita ndani. Haya basi. Karibu. Asante. Chomoa tu hapo kidogo. Tachomeka tena. Haya basi. Karibu kai. Salma. Takumisi. Basi, jamani, uko umenyamaza kimya. Basi. Amna hata hajanisumbua sana. Kawaida tu. Samahani kwa kusumbua. Japo nimekuja nimechelewa kidogo. Sasa dada, nimekuja kumchukua mtoto ili niweze kuondoka naye. Amna bana, sawa. Amna, wewe mwache tu. Utalala naye. Kesho asubuhi wewe uje muangalie tu, uendelee na mambo mengine kwa sababu ni mtoto wa kiume, afu ni mdogo sana. Kusema eti kwamba unaweza ukanani ukamwangalia usiku mzima, sio kwa tofauti na mwanamke. Wewe anatusumbua huyo. Maki namjua mimi anasumbua sana usiku huyu. Anasumbua. Wewe unaviona kama atakusumbua sana atakupa mzigo mkubwa. Mimi ndio nimemzoea. Yaani uko na amani, yuko mkono salama. Mimi nitamwangalia vizuri. Yaani usijali. Unaona usingizi huu?
Kashakuzoea tayari. Sasa niko ya kwanza. Haya sawa, usiku mwema. Haya poa. Kai, mimi nataka haki yangu. Hivyo unajisikia unachoongea? Unajielewa? Sikupi. Hivi nachokitaka mimi wewe utake kuni ama utake kukifanya. Mimi nakupaje kwa mfano? Sasa mume wangu, hicho unachokitaka wewe, unadhani mtoto atakuja kama vile tunamwagia kwenye bustani? Si mpaka tufanye kitu ambacho unachokitaka. Unajielewa tunachokuwa unaongea? Au unajisikia tu mradi tu kuongea saa hizi asubuhi kuamshana sasa hivi? Nilikuwa na mandoto yangu kibao, nilikuwa na stress yangu kibao saa hizi. Kwa hiyo haki yangu. Kwa hiyo ngombe kitu moja. Siwezi kuwekeza mbegu shamba bwana. Yaani una tofauti na jeneza. Maana kazi ya jeneza ni kubeba maiti na kwenda kuzika makaburini. Ngui. Bwana mimi nataka. Kai. Hivi wewe una akili tu mama. Unajua unachoongea? Ndio. Kwa nini hapa kati nazungumza Kichina, Kiarabia, Kituruki, Kisomalia ama Kiungania ni kwa nini? Ndio funga Kiswahili. Na unakielewa, ni lugha ya taifa. Ndio. Narudia tena. Siwezi kuwekeza mbegu kwenye shamba ambalo halina rutuba. Alafu uje una tofauti na jeneza. Maana kazi ya jeneza kubeba maiti na kwenda kuzika kaburini. Ankwenda haki huko. Tusisumbuane. Kwa ndo unipi? Kwa nini mimi nataka hiki kitu kitokee. Tufanye tunatakiwa kufanya ili mradi mtoto aje, mtoto atakuja tu hivyo hivyo jamani. Mimi nataka bwana. Unataka? Kwa mimi nachekesha. Yaani nitaki kulipa unanicheka. Wewe. Ama la mimi niondoke saizi hapa. Umengana tu asubuhi nipe ni kuwasumbua watu saizi wamelala kwa kupumzika na stress yao kufumbua nipe nikupe nini wewe? Sitaki, nimekwambia. Sitaki. Kama unaweza kunizingua nitatoka mimi saizi asubuhi nikaenda kusompa mbele ya safari. Sumbuani. Lakini mume wangu, usikilize tu kwa nini?